Kardinali Pengo ni kardinali na ukardinali hawezi kustaafu. Je, ana majukumu gani baada ya kuwa alistaafu kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam? Ndio. Baada ya pale alipomaliza majukumu ya kuwa askofu mkuu, kuwa kiongozi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, aliendelea na majukumu yake ya kikardinali, na majukumu ya kikardinali anaendelea mpaka afikishe miaka 81 na bado hajafikia. Kwa hiyo anaendelea na majukumu ya kardinali. Na hapo ndio lazima ujiulize kwamba kardinali ni nani? Kardinali ni msaidizi, mshauri wa Baba Mtakatifu katika kuongoza kanisa la kidunia. Sasa huyu Pengo alikuwa anaongoza kanisa la kidunia, alikuwa na msaidizi, mshauri na watu wa karibu wa Baba Mtakatifu, kwa sababu huwezi kuongoza dunia nzima mtu mmoja, lazima usaidiwe. Sasa haya majukumu yanaendelea, lakini kuhusu kuongoza jimbo la kuu la Dar es Salaam alishastaafu, na jimbo liko sasa hivi chini ya askofu mkuu Tadeus Waichi, ndio kiongozi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Hapo tumefika pazuri sasa, Padre Kitima. Tuanze kwa utaratibu. Kardinali anapatikanaje na anatakiwa kuwa na sifa zipi? Kardinali kwanza ni yeyote aliyepewa daraja takatifu la upadri, anateuliwa na Baba Mtakatifu kwa hiari yake. Ndio maana hiyo tarehe 9 baada ya sala ya mchana tunaita Angelus, Baba Mtakatifu alitangaza wafuatao tarehe 30 Septemba watapewa rasmi ukardinali, lakini tangu anapotangazwa anaisha kuwa kardinali. Kwa hivi hawa anawaita kuwa watu wa kumsaidia yeye. Wanaweza wakaenda kule Vatican, wanaweza wakaendelea na majukumu yao. Mfano, yeye ni askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Tabora. Kwa hivi yeye anabaki kuwa ni askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Tabora, ambako yule askofu wa Tabora akistaafu, yeye ndiye atakuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora kama kardinali.